Okay, so kwa kutumia hatua zifuatazo kwa uchache sana, unaweza ukatoa picha yako katika local studio na ikaonekana kama imepigwa katika very professional studio. Sasa kitu cha kufanya, twende pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So hatua ya kwanza huwa nina crop. Nikisha crop, inaenda kufanya macho kidogo yaonekane, japo ipo kwenye miwani, lakini kidogo macho yaonekane hapo. Very nice. Baada ya hapo na merge visible. Nikisha merge visible, next step ninaenda kuhakikisha picha yangu inakuwa kwanza na rangi moja mwili mzima. Naona shingoni na nili sio nzuri, rangi yake sio poa vile, so ninaweka action yangu moja hapo ya kutoa black spots. No, sio black and white. Naikea color balance, naikea hivyo, naiwekea mask na control I, normal brush, then una zoom hapo zile sehemu ambazo unaona rangi haijakaa vizuri. Na hii action ukiwa nayo bana, uzuri huwa haichagui kabisa rangi ya ngozi. Hata mtu akiwa mweupe au mweusi, brown, chocolate, yenyewe inafanya kazi vizuri sana. So naona kwenye mikono yake pia naweza nikaongeza rangi kidogo. Very nice. So unaweza ukaona before na after. Angalau mwili wake hapo shingoni unafanania sasa na rangi ya usoni. Lakini pia kwa hapa kwa chini ya kidevu na puani pia unaweza kaongeza kakitu kidogo sana. Opacity usiweke kubwa sana ili kubalance hiyo rangi. So nikishamaliza hapo, Control Shift Alt E na merge visible then naenda kuretouch. Nafinya action yangu moja hapo, inaniletea process hizo hapo. Radius naweka 3, naipa okay. So itakuletea layer 3 kama hizo hapo, low color pamoja na high frequency separation, lakini mimi naenda kudeal na low frequency separation. Naenda kwenye mixer brush, nina zoom picha yangu usoni kwa ukaribu. So nikisha zoom picha yangu kwa ukaribu, ninaanza ku retouch sasa zile sehemu ambazo unaona na ku retouch. Jamani, ku retouch ni ku mix color. Sawa, ni kufanya kuchanganya hiyo rangi iwe vizuri, yani rangi iwe nzuri tu, in short. Alafu pia na kuweka shape ya uso iwe nzuri, ndio maana ya ku retouch. So na kisha low light na highlight unaziretouch vizuri, usizichanganye, kwa sababu ukizichanganya, rafiki yangu, utaanza kufanya makosa hapo na picha yako mwisho wa siku haitaonekana kama ni picha ile yenye mvuto. So picha za wanaume mara nyingi hazina mambo mengi, na wao wenyewe pia huwa hawapendi kabisa kumfanya awe beauty sana, so huwa zinatupatia kazi rahisi sana. Nikishamaliza kuretouch kama hivyo, ina merge visible, Control Shift Alt E, na merge hapo, inakuja hapo juu. Next step baada ya kufanya retouching ni kuselect object, ni kuchange background. Ni very simple step sana. Tunaenda kuibadilisha hii picha inakuwa picha ya aina yake. Nice. Hapo imeselect auto selection, lakini auto selection haufai kuiamini sana. Kama unavyoona huwa ina select makosa pia. So unaenda kuirekebisha makosa hiyo auto selection yako. Una zoom kwa ukaribu kabisa, kwa sababu usipo select hapa kwa umakini itakuwa ni mwanzo wa kupata matokeo mabaya mwisho wa kuedit. So picha yako itaanza kuonekana mbaya mapema sana. Kwa una select vizuri kwa uhakika bila kukosea. Unahakikisha kila sehemu ambayo inahitajika kuselektiwa iko selected, au sio bana? So kama unavyoona hapo, I think hapa mkononi pia haija select poa.
very nice. Ukija huku chini miguuni, nafikiri huku chini imeselect, imejitahidi vizuri, lakini lazima nitaongeza selection yangu hapa. Safi kabisa. Sasa hapa inakuwa nimeshamaliza story ya kuselect. So next step na control J tu. Nikisha control J kwa sababu nina uhakika. Sasa hiyo pen J ikija hapo juu, unashuka hii hapa chini kwenye ile ya chini, unaweka black and white. As long as huko nyuma niliweka kwenye background build tofauti. Nikishaweka hivyo, ninaenda kwenye bank ya nini ya background. Backgrounds zangu ni very high quality, so iko ni kitu ambacho huwa ninazingatia sana nikiwa ninaenda kuselect background zangu. Background hii hapa nafikiri itakuwa ni nzuri kwa picha ya huyu celebrity wangu huyu. So naifitisha hapo, naipa okay, isikupe tabu kabisa. So next step hapo hivyo, unaona background haijakaa vizuri, lakini isikupe hofu, ninaenda kuirekebisha kama hivi. So ninaiweka hapo katikati, then naipa okay. Nikishaiweka katikati hapo, kama unavyoona bado sijamaliza. Upande wa huku pembeni, huku na huku bado kuna space imeacha, lakini imefiti vizuri. Lakini hizo space sasa, jinsi ya kuzifix, unaenda hapa kwenye hiyo background yako, una select hiyo normal selection, una select hivyo, una control J. Ukisha control J una control T. Ukisha control T unarudisha hiyo space huku hivi, unaipa okay, una merge hizo sehemu. Then pena upande huu pia ni hivyo hivyo, una control J control T, then unarudisha hiyo sehemu huko. So hapo inakuwa umeifix hiyo background. Lakini hapo bado hatujafika mwisho. Hapa chini hapa inabidi ilete uhalisia wa mtu amekanyaga chini, si ndio? So cha kufanya hapo hivyo, una control J hiyo background yako hiyo una control J. Ukisha control J zinakuwa mbili, then hii ya chini hii unaikuja kuibadilishia blending mode, unaiwekea color. Ukishaiwekea color, maajabu yake huwa yanaonekana kama background ulioweka labda ni ya rangi tofauti, si ndio? Sasa hii hapa, hii ya juu unaiwekea mask. Ukishaiwekea mask, unakuja kwenye normal brush, unaweka black inakuwa juu, then unafuta hapa juu, unafuta hapa. Opacity yangu iko sawa, unafuta hapo. So ukishafuta hapo, inaonekana mtu amekanyaga, lakini unaona kama imepauka somehow, ni kama imepauka, ifanani vizuri. So unaenda chini kabisa ile black and white pale, ili kuongeza hiyo brightness hapo. Unaenda hapo hivyo, unaiweka hizo brightness, unapunguza hiyo brightness ya hapo chini, contrast pia hivyo. Safi kabisa. Lakini baada ya kufanya hivyo, ninaona viatu bado vina rangi ya nini, rangi ya original ya pale chini pale, si ndio? So ili kufix hilo tatizo pia, unaweka sasa, unaenda kwenye hiyo PNG yako ya pale juu kabisa, unaiwekea black and white. Ukishawekea black and white, una kill hizo za yellow na nini na hizo reds. Ukisha kill yellow na reds, picha yako itakuwa kwenye muonekano huo. So una invert hiyo nini, hiyo black and white una invert. Ukisha invert, sasa unaenda kufanya hiyo kitu hiyo yapie ile black and white yapie kwenye sehemu sasa ambazo unazihitaji. Mimi naweza nikasema naweza nikataka yapie pia kwenye nguo, hiyo black and white yapie pia kwenye nguo yake hapa hii ya juu, kwa sababu nataka iwe nyeusi kabisa completely. So nagusa hiyo black and white hapo juu, so naiweka inaapia hapo vizuri kabisa, naipaka hapo kwenye hiyo suruali yake pamoja na viatu vyake, na control D. Lakini pia hapo bado sijamaliza, kwa sababu hivi viatu nakumbuka vilikuwa na rangi yake ya njano. Hii rangi ya njano hii, sitaki hivi viatu viwe na rangi nyeusi kwenye huu mstari wa njano, kwa sababu hiyo ni fashion hiyo. Sasa cha kufanya hapo, unaenda pia tena kwenye brush tu ya kawaida, unaenda unafuta pale kwenye ule mstari ule peke yake pale. So unafuta hivyo hapo, pia unafuta
safi kabisa. Kama unavyoona picha yetu inaendelea kuwa very best. So step inayofuata hapo ni kuweka sasa rangi ya LUTs au rangi ya mara moja sasa. So rangi hiyo naenda kwenye color lookup, naenda LUTs, naenda kuselect LUTs ambayo inaweza ikafiti vizuri kabisa hapo. Somehow hii si mbaya, lakini hainipendezi sana kwa sababu imefanya picha isiwe nzuri. Naweka hiyo hapo. Okay, hii kidogo ina maajabu au sio? Imefanya black imekuwa nzuri zaidi, alafu pia imepunguza highlights za usoni. So kwangu ni best, lakini bado naweza nikaongeza LUTs zaidi ya moja as long as haiharibu picha zangu, si ndio? Hii bado si smart vile. Naenda kwenye LUT nyingine, let's say skin tone 4. Hii si mbaya. Yes, hii sio mbaya. Naweza nikaipunguzia opacity, bado naweza nikaongeza LUTs vile ambavyo unaweza wewe, ili mradi tu usiharibu sasa. And then hii hapa ninaona pia hii vile hainibambi vile, lakini ni nzuri, lakini hainibambi vile. Yes, wow, hii hapa ni very best, very wow. Unaona vile ambavyo imefanya, yani picha inakaa yani very professional yani. So nikishamaliza hapo, nina merge visible. Nikisha merge visible, nina save picha yangu. Even ndio jinsi ambavyo huwa ninafanya, yani very simple steps, lakini picha inaonekana ni imepigwa katika studio very professional, au sio bana? Sasa ukiangalia before na after, before after, picha yenyewe inakuvutia, au sio bana? So ni rahisi kama hivyo kupata content zaidi kama hizi. Follow tu. Hii itakuwa umenisaidia sana katika kupatia content nyingine zaidi.